So if I go deeper in it, maana yake ninaweza nikasema kwamba I am not a creature and I am not a creation and I don't reside in time. Tunakwenda sawa sawa? Nisikilize mimi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. This is the first dimension where the word of the Lord will be communicating with you. And it is not a simple dimension to access. Kwa sababu tangia umeanza kujitambua, hujawa trained kuishi kwenye eneo ambalo halina muda. Hujawa trained kuishi kama sio kiumbe. Hujawa trained kuishi out of the creation. So most of the time when these concepts are being communicated, especially when we reach to a place where we are now expounding the word of the Lord, most of us humans do not grasp, we do not fathom the true understanding of the word, because our training does not allow us to interpret things in the absence of time. Everything that we interpret, we are trained to interpret those things in the presence of time. We are not trained to interpret the things in the absence of time. Are we flowing together? Are we flowing together? So we started with John 1:1. We started with John 1:1. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So we are seeing something here. We see a beginning, and we see the Word in the beginning, and we see God with the Word in the beginning. But we know God is a God that does not have a beginning and it does not have an end. So if God was in the beginning, it means God manifested in a time. So even when we are reading the book of John, we are reading under the interpretation of time. Tunena sasa tumisho Bwana. Bwana Yesu asifiwe. We are interpreting it in the presence of time. Now, if you read carefully, you'll come to understand that you need to go beyond that. Now go into verse number 2. Verse number 2. The Bible says, the same was in the beginning with God. Right? 3. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. So we say, like, in this beginning, the creation was not present, yet time was present. If there was a creation in that beginning, it is not the creation that we perceive now. Because the word that was in the beginning where there was no creation, it is the word that created all things. Tunakwenda sasa tumisho Bwana. Can I bisect it more? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Now go back to verse 1. So in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. But now we have seen in this beginning where the word was present, creation was absent. So if I travel back in time to the time that is called the beginning, I shall find a time called beginning, but I shall not see the creation that make me now interpret God. There is this song that we sing. Bwana Mungu
na shanga kabisa nikitazama. So the creation interprets God, but in this time of the beginning, which is a different time, the creation cannot interpret God because the creation was not in this beginning. Wangapi tunaelewa na watumishi wa Bwana? How many of you are flowing together? 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Let me repeat this a little bit. I don't know, I'm being disturbed by this one. But today I want to teach. So I'm using the best of my voice here. So concentrate. Bwana Yesu asifiwe sana. In the beginning was the Word. So if we lay a calculation here, we see that in the beginning, this is the time called beginning, where the Word is present, but the creation and the creatures are not present. So if right now we are living in the creation that was created by the Word that was in the beginning, if we try to interpret that word by using the creation, we might be right. But we are not so much right because the word can be interpreted without the creation. So one of the understanding ambayo unahitaji when you are sitting in your meditation, you have to go beyond the creative powers. You have to go beyond the creative atmospheres, because the creative atmospheres have the ability to interpret the word to you, but you know you are more than that and you are better than that, because now you're traveling back in the time where the creation was not present. So the creation cannot interpret the word to you. This is what the Bible says. Nami nimejua ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikanitenganisha na upendo wa Bwana. Kiwe ni malaika, yawe mambo yaliyo juu, yawe mambo yaliyo chini, hayawezi kunitenga na upendo wa Bwana. Why is he saying that? Because now he has come to a revelation that these are the creative forces. They were not present in the beginning, and the word was in the beginning. So if the creative forces could distract me from the Lord, it means I have not understood the power of the word. Tunakwenda sawa sawa, tumisha Bwana. Tunakwenda sawa sawa. Tunakwenda sawa sawa. So today what I want us to do is for us to travel back in time. Sema travel back in time. Sema travel back in time. So if practically I say right now, like let me give an example. Nikitoa mfano sasa hivi nikasema hebu fikiri. Sema hebu fikiri. Mbingu zimejawa na utukufu na malaika. Tunarudi kwenye imagination ya siku ya kwanza, si ndivyo watumishi wa Bwana? Kwa hiyo hapa nilivyosema mbingu zimejawa na utukufu na malaika. Of course najua picha yetu ya malaika wote tumeona viumbe vyenye mabawa. Bwana asifiwe sana. Alafu naona nikisema mbingu, yani una picha yako ya mbingu. Yani kuna picha yako ya mbingu, yani ni kama nikisema jiangalie kwenye mbingu, unajiona kama kuna unatembea kwenye eneo lina mwanga wa kutosha, chini hapaonekani, juu hapaonekani. Naona mnatabasamu. Bwana asifiwe. Na kwa nini una picha hiyo ya mbingu kwenye ufahamu wako? Kwa sababu kiuhalisia mbingu zijui. Lakini kuna jinsi mbingu zimekuwa portrayed. Na kutokana na jinsi mbingu zimekuwa portrayed, kwa tukiongelea mbinguni, tukiongelea mbingu, unaichukua ile portray, alafu unaiweka kwenye kichwa chako, alafu unaanza kuona mbinguni kutakuwa kuna raha sana. Yani mbinguni kutokana na picha ambayo imekuwa portrayed, right? Now let us travel back in time. Sema travel back in time. Now let us portray a picture where it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God,
and the Word was God. Nothing was made without the Word. So now heaven was not present here. But we have to create and portray a picture that interprets the beginning, the Word, and God. Si kama mnanielewa watumishi wa Bwana? Now I'm trying to take you somewhere. Unaona, kwa nikaanza kuongea risasi zinaanza kwenda blank. Unajaribu kutengeneza, kwa sababu tukisema in the beginning was the Word, unataka utengeneze Garden of Eden. Unaona ukijani kwamba in the beginning. No. Maandiko yanasema in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nenda mstari wa pili. The same was in the beginning with God. Tatu. All things were made by him. So when the Word was present, before things were made, the Word was present. Without the presence of the Word, it means things cannot be created. So the Word can be present and things can be absent. So now let us go back in the presence of the Word, where things are not there, creatures are not there. It is just the Word with God. The way you start to see Jesus, the way you start to see God is different, because now there is no Garden of Eden trying to explain God, because now there is no heaven trying to explain God. Maandiko yanasema mbingu zinaelezea kazi za mikono yake. The firmament explains the works of his hand. The heavens declares the glory of the Lord, and the firmament explains the works of his hand. So do you know why we are going to heaven? Because heaven explains the glory of the Lord. So heaven is not a location that we should go and sit there. No. We are going there for an assignment. Kwa sababu katika mbingu kuna explanation ya utukufu wa Mungu. So right now when you're praying to God, do not cry, Lord, take me to heaven. Bwana usiniache. Bwana usiniache. Nihurumie Bwana. Utakapoenda mbinguni, you are going into a class of glory. One of the things that I'm teaching as much, I am a prophet of the end time. So most of the teaching that I do, they are the teachings of the end time. And one of the something that I do to the church is change the mindset of how the end time are being perceived, are being interpreted, are being feared. I change the perspective. And one of the things that the Lord taught me when he was giving me an assignment, he said, when you're going to teach about the end of time, make sure you are doing an allocation of the people that I have anointed so that they can prepare my way to come. So the end time is not coming by surprise. The end time is prepared by humans. Humans must be responsible to prepare the end time. You and me must be responsible to prepare the end time. So we cannot be surprised by it. Hatuwezi tukashtushwa na siku za mwisho. Tunajua ishara zake, na tunajua wanaojua ishara ni wajinga ambao hawajui mkakati wa siri. Wakina Petro anauliza, tuambie basi itakuwaje siku za kuja kwako? Sema yawahusu nyewe kujua majira ambayo Baba amepangwa, lakini mtapokea. Lakini mtapokea Roho. Roho akija anashuhudia mambo yote ya Yesu Kristo. Walichokuwa nataka, walikuwa wanataka ishara. Na Yesu anajua ishara ni kwa ajili ya wajinga. Ishara sio kwa ajili ya werevu. Shalom. Ishara sio kwa ajili ya wanaojua. Ishara ni kwa sababu ya wasiojua. So God told me, go and prepare the people that shall prepare the end. So when I'm teaching you about, go back to John 1:1. When I'm teaching you about, I hope you understand. When I'm teaching you about the beginning, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. What I'm trying to make you focus on is the presence of God that is beyond the creatures and creation. And when you focus into that presence that is beyond the creatures and the creation, it means we are now opening a door for God
to manifest to us. And this God is not interpreted by the creatures or by the creation. And we know that all creation is beholding its power, is being held by the glory of the Lord. So the creation itself is held by the glory of the Lord. But the glory of the Lord was before the creation. By the way, when we say glory, it is the manifestation of God in creation. So when you travel to this point of time, it means now you're opening a door to God who is not interpreted by the creation. I'm trying to show you something there. Maandiko yanasema mimi ndimi Bwana Mungu wako. Usiwe na miungu, usiabudu miungu mingine ila mimi. I am the Lord your God. Do not worship any other God except me. These gods that are being spoken about, these are celestial beings. They are creatures staying in creations. So when God is saying, I am the Lord your God, he's trying to say, go beyond all creations so that you can find me. That's why when John is trying to introduce Christ, he is introducing the word that is beyond creations. Are we flowing together? Are we flowing together? Are we flowing together? Go back to that Exodus. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Now, he has put two words there. I am the Lord thy God. And you cannot read it at the same word, because the Lord is the Lord and God is God. God can be your God, but you may fail to have God as your Lord. So when God wants a full authority upon your life, he must be God and he must be the Lord. Are we flowing together? Are we flowing together? Are we flowing together? I am the Lord thy God. Stand up, Gabriel. Can you celebrate this servant of God wanasindikiza kila siku? And Bariki, you can stand up. These are my sons in faith. And Hiza, where is Hiza? Stand up. By the way, this was the member of the fellowship. I received him when he was, ulikuwa first year kana kupokea, right? Ulikuwa second year ndio ulijiunga na fellowship, right? So the chairperson when he came to the fellowship, he was our pastor. Si zile division tunazo bado, zile za pastors, mashemasi nani, right? So he was the pastor. So clap hands for them once again. Thank you so much. Wewe simama, wewe nilikuita kwa assignment. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So when the Bible says, I am the Lord your God, the part of the Lord works in the creative forces of nature, and the part of God works beyond the creative parts of nature. So when Jesus came, he came as the Lord. When people tried to call him God, he denied. Not because he was not God, but because God came into the creative forces of nature. So he was the Lord, not God. Tunakwenda sawa tumishi wa Bwana? Tunakwenda sawa tumishi wa Bwana? Ndio maana shetani anaweza akawa Lord. Shetani akiwa Lord, manake he is the ultimate power in that creative force of nature. Now, when he becomes the Lord, he becomes a God. Maandiko yanasema Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zenu. Now, anaitwa Mungu wa dunia hii kwa sababu kwetu amefanyika kuwa Lord. But right now when you go beyond and sit where Christ sit, you become the Lord of Satan. Nanaelewa tumishi wa Bwana? Nikisema you become the Lord of Satan, it means you are a God to Satan.
These are parameters of the Spirit, and you need to understand them. But you cannot get the full picture of these parameters if you don't understand the first dimension of the word, where the word comes into the communication with you without time and without creation. It is a dimension beyond the creative forces. Let me explain more. If right now I need to understand that God is a healer, God has to heal somebody. But we do not understand the healing power of God because of healing somebody. Because sickness was an error. And God was full of life from the beginning. Sickness was not present. So ni makosa kujua Mungu anaponya kupitia kuponya. It means the creative forces are giving you a revelation of God through sickness. Haifai kujua kwamba God can make you rich, can make you worthy, because you see people coming from poverty to worthy. So I know, even if I don't have money in my pocket, I know I'm rich. Not because I don't have money, but because where I come from. This is how we are being declared. This is the only way we are coming out from the presence of the evil forces of this earth. Even though jinsi ambavyo tunatoka. Listen to me, listen to me. Now, I want to discourage you and encourage you on some things. I know you're studying in the university. You are enrolled in a certain faculty. And sometimes you interpret the faculty as the plan of God for you, which is wrong, which is a no. Every faculty that you see has come to solve a problem. That's why when some faculties will solve the problem enough, you won't be needed. No maana lazima ukae hapa kiagenti. For example, mimi nimefanya quantity surveying. Quantity surveying ni cost estimation of constructions. Ardhi, pana kozi kama ambayo ipo University of Dar es Salaam, yenyewe inaitwa ni quantity surveying hiyo, lakini yenyewe inaitwa building economics. Wangapi tumewahi kusikia? Hamna ushirikiano kabisa. Wangapi tumewahi kusikia building economics? Kwanza wanaofanya quantity surveying ndani, ambapo College of Engineering maengineer wasali inabidi wafanye evangelism. Kweti vipi imekuaje? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So the same faculty ambayo ipo College of Engineering inaitwa Bachelor of Science in Quantity Surveying is the same combination, the same faculty, sio combination, msimu kanichapa mao. Is the same faculty that is in Ardhi University. It is called Building Economics. But there is a little bit difference. Building Economics ambayo ipo Ardhi inadili na building works. Yani inadili na majengo. Kwa Mlimani wakati wanaanzisha quantity surveying, wakasema quantity surveying na building economics ni kitu kimoja. Ila sisi kwenye quantity surveying huku hatutadili tu na majengo, tutadili na civil works. Civil works maana yake kulikuwa hakuna ma cost estimator ambao ni professional ambao wanaweza wakapima barabara au wakapima trench au wakapima migodi. Kwa hiyo walikuwa wanajikuta civil engineers wanakuwa quantity surveyors kwa sababu hakuna quantity surveyor ambaye amekuwa trained kupima matrench na migodi. Kwa hiyo UD walipoanzisha wakasema sisi tutafanya majengo, lakini tunataka tutengeneze watu ambao wataenda kupima na barabara, wataenda kufanya civil works. So hizo ndo tofauti. Kwa mtu anayesoma building economics Ardhi na anayesoma quantity surveyor University of Dar es Salaam, kwa picha ya mtu asiyejua anasoma kitu kimoja. Kwa sababu field watafanya eneo moja. Lakini kwa mtu ambaye anajua intention ya QS kuanzishwa University of Dar es Salaam inataka itengeneze watu kutokana na mahitaji. Now tunasogea mbele kidogo, AI imekuja. AI inafanya vizuri kwenye hata cost estimation.
Kwa hiyo kazi ambayo ilitakiwa mimi nifanye, AI inaweza ikafanya ni 5 minutes. Kazi ambayo ningekaa nayo kwa siku 5 mpaka 6, AI inaweza ikafanya in a second. Maana yake mimi sihitajiki, kwa sababu kinacho simplify tayari kinahitajika. So you cannot find purpose in a system that was created for you to fit in. This is why when we are here, we are fulfilling a protocol. That's why do not depend on what you're doing. Mungu, unisaidie hapa nitoke. You are more than that. I did electrical engineering, I did quantity surveying, yet now I'm preaching. I'm preaching. I can use that science knowledge to teach. But it is not something. This is where we are going now. So you see, the political system try to create employment opportunities. They cannot fulfill the need of employment because the system has been changed not to fit the human executions. Now a machine has been made to do what you're studying for. Umeanza kusoma tangia miaka 7 mpaka sasa hivi unasoma, and yet something was created to take out miaka yako yote 16 ambao umespend na unategemea nikitoka hapa nitaenda pale. Ghafla unaingia ofisini. Okay, kuna kiwanda cha bia kipo Mbeya. Kiwanda cha bia kilitakiwa kiandae watu 400, watu 2000. Lakini kutokana na automation ambayo ipo kwenye kiwanda waliajiriwa watu 400. Kwa wengine wote isaki tumepoteza. Ni kama Mungu hatuoni hivi. God sees you, but you cannot see a bigger plan of God in the wilderness. Unashindwa kutafuta maji jangwani kama Isaka. Mataifa yote alikosa maji, lakini Isaka akamkumbuka Mungu wa baba yake na akakumbuka visima vya baba yake. Akaanza kuchimba kisima, akichimba kisima maji yanakuja, wanampokonya, anaondoka, akiondoka maji yanakauka. This is how we rule. This is how we go. Sio kama mnaelewa vizuri. So while you're here, while you're studying, get a bigger GPA, but you should have a secondary plan because the world is not moving with your speed. Wameingia mpaka kwa preachers. Kuna preacher AI anapanga sermon. One day nilikuwa nimeweza kufanya preaching, vijana wangu wa IT kanisani wakachukua video wakaingiza kwenye AI, akafanya interpretation ya video yote kwa maneno, akanitumia kuniambia kwamba ndo video ambayo ameconvert. And I was reading those words like, huyu preacher gani huyu? Nikamwambia huyu ni preacher gani amehubiri? Akasema baba, ni mafundisho ya asubuhi tumeaconvert. Anaanza kuarrange, anaweka mpaka words, vocabulary ambazo wewe ulikuwa unashindwa kuzitamka. Anaweka kwa sababu ndo kazi yake. Anaweka kukiwa na makosa. Anaweka neno zuri ambalo litavutia msomaji. Nikasema mmeingiza teaching yangu kwenye AI. Maana yake unajua ni nini? Mtu yoyote duniani ambaye anataka kutumia AI au AI akitaka kuwa preacher, akitaka kufundisha kwa habari ya immortality, anachokifanya anainyonya ile teaching, anaitoa kama teaching yake. I was teaching. Nikasema watu wengi hatujui maana ya TikTok. Tunafikiri TikTok is just a social media. No, it is not just a social media. Social media sio tu social media. The moment social media imetake influence kubwa, kama mtakumbuka, ni baada ya tukio la September 11 la Marekani. Kwa hiyo wakatafuta programs ambazo zitakuwa na facial recognition, ndo Facebook. Kwa hiyo tukawa tunaingia kwenye Facebook, tunaweka picha zetu. Kwa mimi leo nikienda Marekani hawanijui, lakini kutokana na information zangu ambazo nimezijaza kwenye social media, nilisoma electrical engineering, nikasoma QS Mlimani mwaka fulani mpaka mwaka fulani. I am married now. Relationship complicated. Kwa hiyo wanasema mwaka 2019 alikuwa na complicated relationship. Mwaka 2020 married.
Kwa nikiingia pale, they have the story of my life. Facial recognition, it was a tool of control. Ilianzishwa kama tool of control. Now kule sasa, it is not so much interesting. Now nitakufundisha kitu kimoja kwa cha TikTok ambacho kimekuja. TikTok wamekuja na idea ya content creation. Now you think you are making money while you are doing content. What you don't know is you're feeding the database of AI with the content that you're giving out. So kuna content za mtu kuamka mpaka anavyoenda chuo. Kuna content za mtu kupika. Kuna content za kulala. Kuna content za swimming. Kuna content za jinsi tunafanya biashara. Kuna content za kila part of life. Because AI did not know this kind of acting. Kwa sababu kule ni picha tu, utaonyesha matukio. Lakini huku uwezi, ukiwa una feed matukio, kama kwa mfano ukiwa una feed na ubiri namna hii, zinaenda lakini ukiwa maarufu. Lakini nikicreate content, yani na ubiri kama nacheza, au na ubiri nafanya kitu fulani, au kuna namna nitalipeka ubiri langu litaenda, kwa sababu the database of AI is taking now the action of humanity. Kwa sababu hawakuwa na content ya kuamka na kulala na kupika na kusmile. They did not know. Na kumbuka AI anavyokuja, anaenda kufanya imitation ya full humanity. But where watapata wapi hizo database? Kwa unashangaa in few years unakuja kumpata AI ni dancer. Wamepata wapi AI dancer? Kwa sababu kuna madansa wengi wanao create content wanacheza. Kwa wale madansa, nadhani China wana madansa marobot. Sio kama mmeiona ile. Watu wakasema hadi madansa wamefikiwa. Kwenye kuimba AI can do better now. Zile kini za hatari. And sometimes ukiwa confused, unaweza ukajua kuna worship amefanya na upako unashuka. Kumbe ni mashine. A song that you can create, producer acheze, AI can make it in a second. And it comes, na ukisikiliza unasema nyimbo nzuri sana. And the amazing thing is what? Nimemsikia mtu mmoja anasema, do you know, mimi napenda nyimbo za AI kuliko hata walizoimba watu. That is a programming already. Because AI can give a good tune, it can give a good sound, but he has no spirit to transfer. No, don't you understand what I'm saying? A preacher that is an AI, he can deal with your psychology, but he cannot deal with your spirit. How to transfer your spirit to certain dimensions of the spirit. He does not have an experience. It does not have an experience. So where are we going? What do you purpose in your life? Do you see only what you're seeing here? Ni makosa mazito sana. Because the picture that you see here is not okay. Elimu ni ufunguo wa maisha, right? Maandiko yaongelea elimu physics. Ukienda kusoma nasema hold the instructions, and the instructions were the sayings of God for their keys. Okay. Basi mngesema kaishia la 7. No, sijaishia la 7. Nilikuwa pale Kuwait. Sema tu ni kwamba majukumu yalikuwa mengi. Nitaka nifanye mpaka PhD ya vitu vingi vingi. Maana si no convincing power. Anayeongea hapa na PhD. Unasema kumbe na PhD. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Who created the employment system? For what purpose was the employment system created? Who created education? For what purpose was education created? Mnakumbuka, sijui nyewe, maana nyewe wengi majenzi, ila sisi wakati we are growing up, unaambiwa shule ndio kila kitu. Hapa katikati hapa miaka 2010 na 20, shule sio kila kitu, lazima uwe na kipawa. Unaweza ukawa na shule lakini huna talent. Kuna vipindi watu wakalalamika bungeni, wabunge walikuwa wanaongea, nadhani miaka 2019. Nasema vijana tuwatengenezee mazingira ya kujiajiri. Huyu mtu anasemea bungeni ambako yeye mwenyewe ni mwajiriwa.
You understand my point? Am I saying depend on employment? No. Especially kwenye nchi zetu za Afrika, ukitaka udepend kwenye employment system, manake ujiandae. Mimi namwamini Bwana nitapata, utapata. Sisemi kwamba hutapata, ninaongelea the system, kwa sababu njaa ndo zinazotusumbua hapa. Narudia, njaa. Yani unaona nikitoka hapa nisipopata kazi lazima nipate kazi. Bwana nitapata kazi, I will get. It's because of njaa. Yani njaa ni kubwa kiasi kwamba unashindwa kuona kwamba you can create a new system. We have one person here. Tulikuwa naye fellowship. I don't know siku mnafuatilia. Wangapi nafahamu kitu inaitwa smart darasa? Smart darasa ipo mtandao, right? Wangapi wanafanya education hapa? Ni walimu? Mbona maengineer hamna, walimu hamna? Jamani, mnanichanganya. Wanaofanya education, kama mmefuatilia, I think it was it was last year, Wizara ya Elimu imezindua a 3D program. Hata ukienda sasa hivi kwenye website ya Wizara ya Elimu utakuta kila kitu. Imezindua 3D program ambayo itawasaidia wanafunzi ku navigate kwenye masomo yao kwa 3D. Wangapi waliona ile? Alizindua Waziri Mkuu, the former one, Kassim Majaliwa. Wangapi waliona? Tuko mbali. So ilizinduliwa mwaka jana hapa Science. So wangapi wamesoma shule za kata? Nidanganyeni basi. Kama mnakumbuka kwenye shule zetu, of course sio za kata, za serikali nyingi, kuingia laboratory unamshukuru Bwana kwenye ile rotation cycle. Yani inapangwa schedule ya darasa lipi litaingia laboratory lini. It was not a free entrance zone, sababu material ni chache. Kwa hiyo wanahakikisha labda moko ikiwa inakaribia ndo wanaenda wanawafundisha wote, mnatazama. Na inakuwepo siku moja experiment, mnakusanyana wanne, mnaangalia pale, mwenye akili ndo anashika sasa vile vifaa. Nakumbuka kwenye ile experiment ya chemistry, sio kama nilifanya, ila nilijaza. Si unajua kuna ile ya kufanya afu na ile kujua hii itaenda hivi, hii kipimo, hii hesabu yake inaenda hivi. Nikashikashika pale, nikachanganya. Baada ya kuleta briquette nyekundu, nikasema achana naye, nikajaza karatasi haraka. Maana nikimwangalia yule pale, jamani, nilikuwa namuaminia akipanga, kimcheki naona zinasoma tofauti. Utachanganya pale, haziji, kwa sababu experiment si unaona kinachoendelea kwa mwenzako. Mbaya sana hii. Ni bora kwenye kuandika, lakini experiment unaona kabisa nimekuja blue, changanya kijani. Wanasema umeingia kwenye mtihani, na hivyo kwenye mtihani ukaona mwepesi sana, ukajibu haraka haraka, umemaliza. Alafu na kipanga ambaye ndo mnamuona wote ni kipanga, ananyosha mkono, mwalimu, swali la pili limekosewa. Na mwalimu anasema ngoja nione. Anaangalia, jamani, swali la pili limekosewa na ushapata jibu. Inaua confidence level. Kwa tunakusanyana wote kuingia kwenye experiment, right? Lakini sasa hivi ile 3D ambayo imetengenezwa, you can perform the experiment kwenye kompyuta yako more than 1,000 times. Kwa hiyo ukifanya, najua 3D mnajua. Wangapi wamekwenda Cinemax Mlimani City wakapewa miwani ya 3D? Aje nikawafundisha. Ukivaa 3D, it's like you are in the movie. Kuna scenarios chache watu ambao walikuwa kwenye 3D movies and experiences, wengine walipata heart attack. Sababu kama kuna mtu anapigwa risasi au 3D watu wanazovaa, kuna wengine mpaka wanapiga ngumi ukuta. It takes you within that context. Of course, hiyo watakuja kutumia sana kwenye sexual intercourse siku za mbeleni. Wametengeneza robots za kiume na za kike. Wanataka watu wawe single. Kwa wanatumia 3D, na kwenye 3D kule ndani wanakuletea mwanamke au wanakuletea mwanaume. Na kwa sababu 3D inakuwa ni kama upo ndani ya. So you satisfy yourself. Ni mfumo umetengenezwa. Okay. Sio unabii, mtaona.
Bwana asifiwe. Now, that 3D program nadhani imeingia kwa kampuni inaitwa Hekima. Kama wanaofuatilia inaitwa Hekima. Now that 3D, do you know the creator of that 3D database was a USCF member? And he started, sio kama kwenye database yenu vipo hivyo vitu, I don't know. Shift ilivyotokea kuna vitu vingi tulipoteza. Vitu vyetu kwa tunahifadhi kwenye store pale. Mkienda kwenye database mtakuta vitabu fulani hivi vimeandikwa historia ya Biblia, alafu kuna scanning code pale. Kwa hiyo alianzia na programu yake hapa chuoni fellowship, akasema che na idea, akachukua ile program, sema kwa tukienda kule mission, akatengeneza story ya Biblia, tunaweza tukatumia hawa watoto, nimefeed data, tukiskani kodi inaleta video ya Noah au inaleta video ya Musa. Alianzia fellowship and it went on. Right now amecreate mfumo ambao utatumika na Wizara ya Elimu Tanzania. Now, the intention of the guy is to create a system that can go beyond the system. Is to take us far. Itupeleke mbele ya muda. So the creator of 3D is a born again. And I mentor him. He's born again. And he knows how the world is going. So he's not doing because he's looking for money. He's doing because he's confronting a system. So when you are doing this Elim of yours, make it a part of something to confront something. Because the world is fighting against you. If you don't learn how to fight against the world, utakuwepo hapa, utasoma, elimu ngumu sana, ngoja tusome tufaulu. Hatusome ni tufaulu. Are we flowing together? Are we flowing together? I say this always, nikasema Mungu, kama ningekuwa nimegundua kutoka mwanzoni kumbe biology it speaks about spiritual concepts, ningekuwa ninasoma vitu viwili kwa muda mmoja. Sasa hivi ukienda kwenye kompyuta yangu na body anatomy, nasoma body anatomy kwa sababu najua mafuta ya Haruni yanamiminika kutoka kichwani mpaka kwenye ndevu. Okay, let me amaze you on something. Do you know there are 2 parts kwenye mwili wako? Ndio namalizia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani shtua mtumishi wa Bwana. I'm finishing. Do you know in your body there are 2 dimensions? When you touch those dimensions, you don't feel pain at all. Kwenye mwili wako kuna maeneo ukiakata hausikii maumivu. Eneo la kwanza, eneo la kwanza. So I was teaching at church. Akani nafundisha nikasema kila mtu ashike nywele zake. Hebu hapa kila mtu ashike nywele zake. Kuna watumishi wa Mungu hawaeleweki. Kwa sababu hawashiki za kwao. Wanaanza kuzitafuta, wanaanza kugusagusa. So, hair ukizikata haumii. Kitu cha pili ukikata ambacho umii, kucha ukikata umii. Now, what is the amazing thing happening in our generation? Ukiona mtu ametembelewa na mchawi, kuna vitu viwili wanachukuaga. Wanakata nywele na wanakata kucha. Okay, umeangalia zile movie za kutisha za mazombi, right? Mchawi akitokea, ili tujue kwamba ni devilish, anatokea na makucha marefu. Mchawi anatokea na makucha marefu. Mchawi, turudie mara 3. Mchawi anatokea na makucha marefu. Mchawi anatokea na makucha. Mchawi anatokea na makucha. Kwa nini mchawi atumie kucha ndefu? Manake kuna issue kwenye kucha. Leo tapigwa bawe. And sometimes
Kuna watu wengine ukutana nao unaona hata energy yao ni tofauti. Sometimes people don't know if kwani hata wanafuga kucha za mwisho. Wanaume wanafuga kucha ndefu. Now nywele unapoikata upati maumivu. So the hair is on your body, on your physical body, lakini it doesn't have a flesh essence. Ndio maana unaweza ukachukua nywele ukatumia kumconnect mtu na the supernatural realm. Unaweza ukachukua kucha ukatumia kumconnect mtu na the supernatural realm. Kwa kwenye witchcraft zone wanajua huyu mtu tumpate, tuchukue nywele. Na siku hizi wachawi wamepunguza kukata nywele. Zamani boarding, mtu anakaa boarding, yani mtu anaamka boarding amepigwa mkasi mzuri kabisa. Siku hizi wanachukua tu hapa mbele kidogo. Hao watu wangapi wamesoma boarding? Unakutana scenario watu 6 kwenye bweni, wote wana nywele. Manake kuna mtu alipita usiku akachukua nywele. Why hair? Kwa sababu ina spiritual significance. The part that can be taken out. No maana hair ni crown. Na pafundishaka kwenye teaching, no maana si muhimu sana kila mtu akuwekee mkono, because he's touching your crown. A king does not allow his crown to be touched by everybody. Ndio maana kama umeweza kugundua, ukiwa unaombea pepo kama limeshafumuka, yani wote mmeshachangamka. Wewe umechangamka, pepo limechangamka. Ukitaka ulishike kichwa, nasema usishike kichwa changu, because yeye unapomshika kichwa, si nime manifest, unaposhika kichwa unaondoa crown, na unapoondoa crown unaondoa authority ya kifalme kwa huyu mtu. That's why. Sema that's why. It is very important to understand your head is your crown. Your forehead is the place of interpretation. Hivi unajua nikikuangalia hapa nikisema uso umechangamka, siangalii unavyotabasamu. Ukisema mtu amenawili unang'aa, hauangalii kwamba anang'aa mpaka mafuta. Unajua wote hapa tunaona rohoni. Kwa mtu anaweza kutana, I say umenawili, lakini unachoona kuna nuru unaona kwenye paji la uso hapa. Kuna nuru unaona kwenye paji ya uso. Now that's spiritual already. But we don't know. Kwa kuna watu they are agents everywhere. Hapa. Yaani kama ambavyo nafikiri namuomba Mungu, kuna watu ni maagent wanaomba upande wa pili. Kwa unatoka hapa kwenye maombi tumesugua rakatamana jeketepe. Nuru unaondoka nayo ushangaa umeondoka hapa unang'aa kwenye paji ya uso. Unafika chumbani huyu jamaa anasema leo sitalala humu ndani kwa jinsi huyu mtu anang'aa. Nani ameweka jagi lake hapa? I'm teaching you technique. Nani kaweka jagi? Nilishasema ile jagi lisikae hapa. Na wewe ndio kila siku unafanya hivi. Jamaa mbona ni leo tu nimesema ni wewe kila siku. Shangaa umevurugika, yani umekasirika nini? He has taken the light. Ana kuvuruga. I remember kati nipo kule Musi tulikuwa nafanya maombi fulani. Mtu wetu mmoja akapata revelation akasema kutokana na maombi ambayo tunaendelea nayo, kuna watu wametumwa kwa ajili ya kuteka out energy na kutusoma. Sema kwanza mtu akikusalimia tusalimiane kwa ngumi. No. I'm not teaching you that. Because when you say hi to a person with technicalities of the spirit, anasoma mchezo haraka sana. There was a time I got this, namalizia katibu. I got this revelation. It became so heavy. Hata nikija hapa kuhubiri kwa mfano, nikimwona mtu mwenye short life, yani mtu ambaye, yani ukikaa hapa, mtu ambaye unatakiwa kufa mapema, alama inaonekana. We see a lot of things when we are ministering. Because sometimes it was that heavy in that season. Naenda kuhubiri, namwona kijana mdogo and I see shortness of life. And I go and I lay hands and I bargain with God. I bargain. Narudi, naangalia, bado ipo. I go again and I pray. You will not hear it. I don't need to prophet. You will have a short life. That's confusion. I do my thing. So I was speaking to somebody. I said, in your family, naona kama kuna vipo.
yani kuna ndugu yangu alikufa hivi, huyu alikufa hivi, huyu alikufa hivi. And you see the same thing is following up the guy. Na katika ulimwengu wa roho there is already a mark ambayo imeshawekwa kwamba huyu atoboi. My father died young. All of the people in my father's side died young. I followed the trend. I said, oh, in this family people are dying young. My father was 37. Just a young man. I said, people are dying young. So I started to deal with it. We are two with my brother on my father's side. 2 of us remaining. The middle one died. Just a simple death. And he has died. Nikagundua, nikasema, sawa. So nikawa nimejiwekea schedule ya ile miaka wale watu walivyokufa. Afikira mwaka ule ukifika na uangalia. Na nikifananisha matukio yanayokuja kwenye huo mwaka, kama you don't have spiritual intelligence, unakufa kizembe. Sema kufa kizembe. Na hiyo nimeongelea upande wa mauti. Watu wengi, watu wangapi sasa hivi wanafeli kizembe chuo? Yaani naenda tu, ameacha chuo. Alikuwepo vizuri, alikuwa ana uwezo sana, lakini wale kwao ndo walivyo. Nilikuwa nasikiza story ya mtu mmoja. Ni msumbufu. Sasa hivi kakimbia kwake, kamwacha mke wake. Kabeba mpaka mchele wake kabeba. Kaondokana kwenda kwa mwanamke mwingine kamwaga. Ukienda kufuatilia story ya kwao, wote hamna aliyetulia kwenye ndoa. Kwa hiyo maana yake hii kitu hii imetoka upande wa pili. Wangapi wanaharibika maisha yao kwa sababu ya uzembe wa kuto kufanya follow up. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho mark zinawekwa. Everybody here there is a mark fighting you. Na ndo maana let me show you one mark. Wengi wetu kwenye vizazi tunatoka familia za kawaida na za maskini. Never struggle to get money. Najua hakuna hela. Never struggle to get money, because the mark that is set in your family, you should struggle to get money that feed you. Utapata hela ya kula, yani mtaendelea kuishi, utapata hela ya kula, utapata ya ada, mtasoma, mtakuwa mnakula, no excess money. Yani ukitoka hapo ukafaulu, ukapata kazi nzuri, wanakulipa milioni 5, that is not money. That is money for food. I was talking to somebody. He knows somebody anafanya field ya mining, anaingiza bilioni 5 kwa siku. Ameshatoa kodi, ameshalipa wages, kashalipa salary, katoa na zaka. Anabaki na 5B per day. Pa what? Alafu wewe unaka, Bwana Yesu nisaidie, nikipata tu milioni 100. Nikipata tu milioni 10. Mungu anasema okay, mpeni 10, miezi mmoja imeisha. Bwana fungua mlango mwingine. Haiendi hivyo. Lazima uwe na mawazo makubwa. Wewe fikiria tu, yani wewe kazi yako ni kufikiria. Fikiria tu mawazo makubwa. Kwa sababu unapofikiria mawazo makubwa unaondoa mark ambayo imekuwa set kwenye generation. So I pray by the power of God that you need to understand, maisha yanapigana na wewe, pigana nayo. Hakuna maisha atakao kuonea huruma wewe na usionee huruma. Hayakuonee huruma, yani yatakubalagaza, yatakuumiza na wewe yaumize na balagaze. Yanapokuletea kwamba huna hela, unasema ninazo. Nyie kwenu mnafanikiwa lakini hamna kiwango. Nitafanikiwa. Ndio hivyo. Hakuna mtu yote ambaye ni mkuu, ambaye alikuwa mkuu by surprise. Alianza kwenye programming of mindset. Lazima uweke nia kwamba hii mark ambayo imewekwa, mimi nitaivuka hii mark na nitaenda upande wa pili, na nikivuka upande wa pili nitafanikiwa sana. I pray in the mighty name of Jesus that the Lord will give you a mindset that goes beyond your time. Mungu akupe akili inayoenda zaidi ya muda wako. Mungu akafungua milango inayoenda zaidi ya muda wako. Akili yako ikazae matunda ambayo yanaenda zaidi ya muda wako. In the mighty name of Jesus. Receive it by the power of Almighty. Receive it by the power of Almighty. Receive it by the power of Almighty. Sisi wote tutavuka kwa ushindi. Sisi wote tutaenda kwa ushindi.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. So when I'm declaring this, usiwe na hofu na masomo. Take the studies as the part of the spiritual progress, spiritual journey. Masomo sio magumu, ila ni mentality ambayo tunao ndio inafanya masomo yawe magumu, kwa sababu you are fighting. Yani yale masomo ndio kutetea mkate. You don't know kwamba that is the part of your spying work. Unafanya kama part time. Kwa hiyo unaposoma unasoma with the easiness of mind, kwa sababu unajua Mungu anatumia njia kunifikisha sehemu fulani. Ni kwamba unafikiri njia ndio itanitoa. Kwa hiyo hiyo njia ikicheza unaogopa. Don't have that mindset in the mighty name of Jesus. Bwana akubariki katika jina la Yesu. See you tomorrow. Now